Golden Circle. Unatakiwa uanzie wapi? Simon Sinek, mwandishi wa kitabu cha Start with Why, siku moja alipokuwa amealikwa katika mikutano maarufu inayojulikana kwa jina la TED Talks, alielezea kwa undani sana kuhusu tofauti ya taasisi moja na nyingine na wajasiriamali tofauti katika mafanikio. Katika mazungumzo yake alianza kwa kueleza kuwa wajasiriamali wakubwa waliofanikiwa duniani kama Steve Jobs, Jack Ma na wengine kama hao wana fursa sawasawa kama ambavyo wajasiriamali wengi wanazo katika kutimiza ndoto zao za mafanikio. Katika kueleza tofauti ya namna ya watu ambao wanaamua kufanya vitu vyao wenyewe, yani kujiajiri, na wale ambao hawafanikiwi, alitumia mchoro aliouita duara la dhahabu, yani Golden Circle, lenye sehemu 3 muhimu. Katika duara hili aligusia mambo matatu ambayo mtu yeyote yule anayetaka kufanikiwa katika kile anachokifanya anatakiwa kukizingatia kwa ufasaha. Ndani kabisa ya duara kulikuwa kuna neno why, yani kwa nini. Pembeni yake kulikuwa kuna neno how, yani kwa namna gani. Na mwisho kabisa wa duara lile alikuwa ameandika neno what, yani nini. Hata wewe mara tu unapopata mawazo ya kutoka katika hali ya kuajiriwa na kutaka kujiajiri, unatakiwa kuzingatia mambo haya matatu kwa ufasaha. Swali la kwanza ni why, kwa nini unataka kujiajiri. Kuna sababu inayokufanya utake kujiajiri. Siku zote kumbuka, uzito wa sababu yako ya kutaka kujiajiri na jinsi ambavyo imekushawishi ndio chanzo kikubwa cha mafanikio yako. Katika sura inayofuata tutaangalia pia kwa undani sababu mbalimbali zinazowasukuma watu kutaka kujiajiri na jinsi ambavyo unapokuwa na sababu isiyo na nguvu, hata kama una rasilimali zote na ujuzi wa kila aina, utashangaa haufanikiwi kwa kiwango ambacho umekitarajia. Kwa mujibu wa duara hili ni kuwa sababu ambayo inakufanya utake kujiajiri ndio haswa itakuwa kichocheo chako kikubwa cha kuwa na hamasa kukufanya usonge mbele hata wakati wa changamoto zinazokukabili. Utakapoanza na sababu ambayo haiko sahihi, basi utakuwa umeanza kujihakikishia safari ya kufeli na kushindwa katika safari mpya ya maisha yako. La pili ilikuwa ni how, yani unataka kufanya kwa namna gani. Hili ni swali la pili ambapo unatakiwa kujiuliza mara baada ya kugundua kile ambacho unakitaka kukifanya. Katika swali hili unajaribu kujiuliza namna ya kufanya kitu ulichochagua ili kutimiza ile sababu ya why iliyokusukuma kufanya. Kumbuka kuwa unaweza kufanya kitu kama wengine wanavyofanya, lakini tofauti yako na wao ikawa ni namna unavyofanya. Swali hili linalenga kukufikirisha, kutambua mchakato mzima wa tangu hatua ya kwanza unapozalisha huduma au bidhaa uliyoichagua hadi pale utakapoipeleka sokoni. Kumbuka kuwa tofauti kubwa kati yako na wale ambao wanafanya kitu kama kile ambacho na wewe unataka kufanya inawezekana ikawa ni kwenye namna unavyofanya. Sehemu ya tatu ilikuwa ni what, yani unataka kufanya nini. Swali hili la tatu katika Golden Circle ambalo watu wengi wanalifanya ni la kwanza, linalenga kujibu kukusaidia kuchagua aina ya kitu cha kufanya. Siku zote usisahau kuwa katika kila kitu kinachofanywa duniani kuna watu wanafanikiwa na kuna watu wanafeli. Hivyo kinachofanya ufanikiwe sio kile unachofanya haswa, bali ni sababu inayokusukuma kufanya na namna ulivyoamua kufanya kitu hicho. Kuna watu wengi sana kufikiria mafanikio ya ambacho atachagua kukifanya yamefichwa katika uzuri wa wazo lao au katika wingi wa rasilimali walizonazo, bila kujua kuwa sababu zinazowasukuma na namna watakavyofanya walichoamua ni nguzo muhimu sana za kufanikiwa. Je, ni sababu ipi kati ya hizi inakusukuma? Katika hatua 3 nilizozieleza hapo juu, unapaswa kujua kuwa hatua ya muhimu zaidi katika mafanikio ya kile ambacho utaamua kufanya kwa nia ya kujiajiri itatokana haswa na sababu inayokusukuma kufanya hivyo. Kwa mujibu wa Simon Sinek, ameeleza kuwa kitu kikubwa kinachotofautisha makampuni makubwa na madogo na wale wanaofanikiwa kuanzisha vitu vyao na vikafanikiwa na wale ambao hawafanikiwi hutokana haswa na sababu wanazoanza nazo wanapoamua kufanya. Hii ndio maana sura hii inajikita katika kukusaidia kujitathmini, kugundua sababu inayokusukuma kutaka kujiajiri. Ingawa watu husukumwa na sababu tofauti katika kufanya maamuzi ya kujiajiri, sababu hizi huweza kuwekwa katika makundi mawili makuu. Kundi la kwanza, sababu zilizojitengeneza na kukulazimisha kufanya maamuzi, yani push factors. Hizi ni sababu ambazo ziko kwenye kundi ambalo mtu hakuwa amepanga hapo kabla ama kufikiria kama mpango wa muda mrefu wa kujiajiri, lakini anakutana na mazingira yanayomlazimisha kuchukua uamuzi huu hata kama bado alikuwa hajajiandaa vizuri.
Mfano wa sababu hizi ni pale mtu anapokuwa ametafuta kazi ya kuajiriwa kwa muda mrefu na amekosa, amefukuzwa kazi ghafla, ama amestaafu na anajikuta analazimika kutafuta kitu cha kufanya baada ya hapo. Wapo ambao waliingia katika kujiajiri kwa sababu za kundi hili la kwanza na wakafanikiwa, lakini pia wapo waliofeli. Kitu kikubwa hapa ni namna mtu huyu anavyoweza kukabiliana na mabadiliko haya ghafla na kuyatumia kwa faida yake. Mara nyingi watu wanaoweza kufanikiwa wanapokabiliana na sababu hizi ni wale ambao wana kiwango kikubwa sana cha kukabiliana na hisia zao, yani high emotional intelligence. Kundi kubwa la watu ambao wanakabiliwa na sababu hizi na kuwasukuma kuingia katika kujiajiri huwa wanajikuta katika msongo mkubwa wa mawazo, hasa kwa sababu wanalazimika kuanzia chini sana na kujihusisha na shughuli ambazo zinakuwa kama zinawashushia hadhi yao, wakati ndani ya mioyo yao bado hawajakubaliana na hali hiyo. Sababu katika kundi la pili ni sababu zinazokuvutia na kukutamanisha hadi kufanya maamuzi, yani pull factors. Kundi hili la pili ni lile ambalo linaweza kukufanya ufanye maamuzi ya kuamua kujiajiri. Ni zile sababu ambazo zimekuvutia. Hapa zinaweza kuwa ni pamoja na kuona wengine wamefanikiwa na wewe ukatamani kufanya na kufanikiwa kama wao, au ni jambo ambalo limekuwa ni ndoto yako kubwa kwa siku nyingi na sasa wakati umefika unataka kulitimiza. Kumbuka, kwa kila sababu ambayo unakuwa nayo huwa ina faida na changamoto zake katika safari yako ya kujiajiri. Katika sura ya pili tutaangalia sababu 7 ambazo wasukuma watu wengi kujiajiri, faida na hasara za kila sababu, na kujua kitu sahihi unachopaswa kufanya kwa kila sababu ambayo utajifunza. Tafakari. Je, hadi hapa ulipojifunza umegundua kuwa sababu iliyo nyuma ya shauku yako ya kutaka kujiajiri iko kwenye kundi gani? Je, ni katika kundi la push factors au katika kundi la pull factors? See you at the top.